Kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu anatimiza siku 452 gerezani. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema amevunja rekodi ya kuwa kiongozi wa kwanza wa juu kabisa wa chama cha upinzani nchini kuwekwa kizuizini kwa muda mrefu zaidi tangu kuanzishwa kwa sheria mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1992. Lissu ambaye alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hicho Januari 22 mwaka jana, alikamatwa wilayani Mbinga mkoani Ruvuma Aprili 9 mwaka jana na kisha kusafirishwa hadi Dar es Salaam alikofunguliwa shtaka la uhaini ambalo halina dhamana kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Tangu wakati huo, Lissu ameendelea kuziliwa akisubiri kuamuliwa kwa kesi yake. Kesi hiyo imevutia ufuatiliaji mkubwa ndani na nje ya Tanzania kutokana na uzito wa mashtaka na muda mrefu ambao umekuwa kizuizini bila kutolewa hukumu. Katika kipindi cha kesi hiyo, kumekuwa na kuahirishwa mara kadhaa. Hapo jana Ijumaa tarehe 3 Julai, Mahakama Kuu ilitoa ombi la upande wa mashtaka lililotaka kuwasilishwa ushahidi wa ziada. Baada ya uamuzi huo, mkurugenzi wa mashtaka alikata rufaa katika mahakama ya rufani, hatua iliyosababisha kesi kuu ya uhaini kusimamishwa kwa muda hadi rufaa hiyo iamuliwe. Katika kikao cha hivi karibuni cha mahakama ya rufani, shauri hilo liliahirishwa tena kwa siku 22 bila kutolewa uamuzi wa mwisho kuhusu hoja zilizowasilishwa. Kutokana na uamuzi huo, kesi kuu ya uhaini haiwezi kuendelea hadi pale mahakama ya rufani itakapomaliza kusikiliza na kuamuliwa kwa rufani hiyo. Kuahirishwa huku mara kwa mara kumekoselewa na viongozi wa Chadema, mawakili wa Lissu pamoja na baadhi ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ambao wanasema kucheleweshwa kwa mwenendo wa kesi kunazidisha muda anaokaa kizuizini bila uamuzi wa mwisho wa mahakama. Kwa upande wake serikali ya Tanzania imeendelea kusisitiza kuwa kesi hiyo unaendeshwa kuzingatia sheria na taratibu za mahakama. Hadi leo Julai 4 mwaka 2026, Lissu anatimiza siku 451 akiwa mahabusu akisubiri mahakama ya rufani kutoa mwelekeo kuhusu rufaa iliyowasilishwa na upande wa mashtaka kabla ya kesi kuu kuendelea.